Kusema hivi, hatuko hapa, we are not here because there is someone who told us to come here. We are not here because there is someone who forced us to come here. We are not here because someone paid us to come here. We are here because our instinct tells us there is someone who has spoiled the environment we are living in. Leo tulikuwa tunakuja kuwasalamia, na ndio hizo salamu tumewaletea. Justice centers, they are all over the whole nation, in the 47 counties. Bunge la Mwananchi are still all over in the 47th county. We are saying this, within those 14 days, kama hamtakuwa mmetupatia chenye tunataka kama wa Kenya, itabidi tumeonana umundu humundu. Sisi wa Kenya ndio tunaumia, na sisi tunasema tutapigania wa Kenya wenzetu kama itawezekana, na tutashikana mkono na wale like-minded people wenye wako kama sisi. Tuhakikishe kuwa Kenya inaenda sambamba venye inatakikana. Wananchi wamechoka, na mimi nasema ya kwamba hii maneno ya finance bill, sisi hatuta support hii maneno ya finance bill. Kuongeza finance bill ni kuua economy ya hii nchi. Kuongeza finance bill, kuongeza hizi taxes ni kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu hawezi pata kazi. Hapa nchini kazi ya polisi ni kukeep law and order. Polisi ni wako na shida kama Wakenya wengine. Polisi hawafai kuua Wakenya ovyo ovyo. Tulitoka maandamano, tulipata Wakenya wengi waliuliwa sana. Mliona masanduku, maiti zilikuwa zikipelekwa nyumbani. Si nzuri kama mtu anakuja hapa town kujitafutia na anarudi kwao kama maiti. Kwa hivyo mimi nawahakikishia tuko hapa na Mheshimiwa Samuel Atandi. Kuna waheshimiwa wengine pia ambao wanawasupport. Mimi nawahakikishia kwa heshima yenu ndio imefanya sisi tutoke nje, tusione wenzetu walio hapa na hakuna mtu yeyote ambaye anawashughulikia. Hiyo ndio imefanya tushughulike. President wa bunge pia namuona hapa. Tutahakikisha hii petition ambayo mmenipatia iko hapa kwa mfuko, tuingie nayo hapa, tuipeleke kwa clerk sahi, na hiyo petition iwe discussed kwa floor of the house. Finance bill saa zile inafanywa hapa ndani, mimi nataka Wakenya wakuje hapa. Babu Owino, within 14 days Wakenya wanataka majibu. Sawa kabisa. Wajue kama hii mambo wanasema kama inaweza badilika. Comrades power! Power! Comrades power! Let me take this opportunity to congratulate you guys for coming out in your numbers and presenting this petition before us here in Parliament. What you have done today is a sign that you guys are patriotic Kenyans. Kenya is a free country where you have the right to speak out and to be heard. And I have listened to your petition,
Your petition has raised very fundamental issues that affect many of Kenyans in this country. At their own will. Those were 5,200 people. Wale waliweza kuja. Wengine walikuja miguu, wengine walijilipia fare, wengine walikomboa magari. The reason we are here, Baba, is because, as you can see, the minute we made Limuru 3, wakaanza kusema ni maneno ya watu ya Mount Kenya, ni wa Kikuyu. But kusema kweli kitu kama one man, one shilling, one vote, ina benefit kila mtu mwenye ako hapa, si ndio? So tukasema tutakuja hapa kama watu ya Mount Kenya, because Baba, you have never chased us away. You never told us fungeni NAK, fungeni Jubilee. You said no. Kujeni na outfit yenyu to make coalition, ndipo sasa tuweze kwenda mbele. So that is why we've come here, because we know you are our only true Baba to air our grievances. You carry us on and help us, because you have never abandoned us, even with our own outfits. So Baba, we are very grateful. Honorable Manje, I'm going. Sharia inchi inamkick out. We want to make a very strong country where everybody will appreciate. Kwa hivyo mkisikia tukisema Limuru 3, it is we want these people to think along the same thought. Let us make ourselves together, then we make the country so that everybody will appreciate this country. Hiyo ndio ya muhimu sana. Thank you very much. Thank you, Mheshimiwa. Your Excellency. We share the common thing ya Wakenya wote. Ikiwa ni high cost of living. High cost of living ina affect mtu wote Mkenya. Ikiwa ni maneno hii ya shule, schools, they affect us all over the country. Tukiangalia kama saa hizi watoto wetu wasomi, na ukienda Kenya, dunia yote, utakuta Mkenya anafanya biashara, ameandikwa mahali huko Ulaya, na hiyo pesa inasaidia nchi yetu sana. Hiyo remittance ya diaspora people, hiyo it's depending on, ndio tuna depend kuleta foreign exchange yetu. Tukiharibu education yetu, hatutapata hao watu naenda dunia yote, wako huko wanafanya biashara ya kazi huko. Hawa ndio tunaangalia. Hata hii serikali juzi ilikuwa inasema inapeleka watu vijana waenda wakafanya kazi ngambo. Tukua hatuna education, hata hao watoto hataenda huko. This is the first time in Kenya unaangalia mama mboka, bonda, na huko risa mtu anaongea maneno ya taxes. It has never happened in our independent Kenya. Lakini za hizo ukienda hata mama mkulima huko anauliza hii taxi ni nini hii tunaletewa. It is affecting everybody. Na ikiingia mpaka ingie huko ndani, itaharibu economy yetu. Baba, tushikane sisi wote wa Kenya, tuangalie tusaidie nchi yetu, kwa sababu tuko na shinda kubwa. Tukiharibu huyo mama mboka, bonda wale walitumia kupika kura sana, tukakuwa tumeharibu nchi yetu. Asanteni. You know, before education went, what ile kitu inafinyilia Kiambu, inafinyilia Kakamega. Tena, the framers of the Constitution, they foresaw this and introduced Article 204 to the Constitution, the Equalization Fund, so that nobody will say that because the resources follow population, wamefinywa. Nobody will say that because there is Equalization Fund to take care of implementation of the Katiba where resources are following population. So, Baba, we are asking the people who are panicking to stop panicking. Nobody want to take something. And that is why that constitution is so good, because there's really balanced things, but you have not implemented it. Thank you very much. I thank you very much indeed. I want to go to Honorable Mwago.